Rebecca ana watoto wawili, Elvira pamoja na Alma, na ameamua kuolewa na mwanaume mwingine baada ya mume wake kufariki. Hivyo akawa amehama mji ambao walikuwa wanaishi na watoto wake na wanahamia mji mwingine ambapo anaishi mume wake. Huyu mume wake anayemuoa anaitwa Otto na ana mtoto anaitwa Agnes. Basi sawa, wakiwa njiani kuelekea kwa mume wake, mwanaye huyu Elvira akawa anasoma kitabu cha mashairi ya Prince, mashairi ya mwanamfalme, na anaanza kuimagine yeye ndo ameolewa na mfalme. Huyu binti ana ndoto kubwa sana ya kuwa mke wa mfalme. Basi wanafika kwenye huo mji na ndoa inafungwa siku hiyo hiyo. Baada ya ndoa wakawa kwa sebleni wanapata chakula cha jioni na wanafurahia au kusherekea muunganiko wa familia hizo mbili. Ghafla mzee baba Otto anaanza kukohoa na damu zinamtoka na anafariki hapo hapo. Baada ya msiba kutokea, basi wanasheria wakawa wamekuja na wanamwambia mama kwamba huyu mzee hakuwa na mali, hivyo vyote ambavyo anavimiliki sio vya kwake na vitachukuliwa siku sio nyingi. Huyu mama alipata mshtuko sana mpaka akazimia, kwa sababu yeye aliolewa na huyu bwana kwa sababu alijua ni tajiri sana na ana hela sana, lakini kumbe alifikiria tofauti. Mzee baba alimdanganya. Basi siku zinaenda na wanapata mwaliko kutoka kwa mfalme kwamba mfalme anahitaji mabinti bikra wa kutosha kwa ajili ya Prince. Prince anataka kuoa. Hivyo mabinti bikra wanakusanywa, wanaenda pale na Prince atachagua mwanamke ambaye atamuoa kwenye hiyo sherehe ambayo inaitwa The Ball. Elvira anafurahi sana, anasema hatimaye bahati yangu imenifikia, maana alikuwa anatamani kwa muda mrefu awe mke wa mfalme. Basi mama yake anaona Elvira kama sura haivutii, yani sura haishawishi, anaamua kumpeleka kwa daktari ili amtengeneze. Daktari anamwambia tutaanza na pua, tuje meno, tuje mashavu, alafu tutamalizia na kitambi. Basi sawa, anakubali. Wanaanza na pua. Pua mwanangu inagongwa na nyundo. Hakuna kuchomwa sindano ya nusu kapoti, hakuna kuzimishwa. Yaani wewe unapigwa ukiwa unaona macho wazi. Unapigwa nyundo za pua. Basi bidada kwa sababu alikuwa anataka kuolewa na mfalme akawa hana namna, akakubali. Pua iligongwa hiyo. Iligongwa ni mpaka ikalegea, alafu akaifunga na chuma hilo ili sasa inyoke vizuri. Mwanadada alikuwa tayari kwa lolote. Baadaye Elvira anaenda kwenye mafunzo kwa ajili ya kujiandaa na hiyo sherehe ya Prince, na hapa wanafundishwa namna ya kucheza, namna ya kuishi kama mke wa mfalme. Na huyu mwalimu wao anamrudisha Elvira nyuma kwa sababu anamwambia wewe, mbona kama hujakaa vizuri, sura kama inatisha, mkaa nyuma huko. Elvira anajisikia vibaya. Na jioni wakirudi nyumbani, wakati wanakula mezani, mama yao anamwambia Elvira, kuanzia leo utakuwa unakunywa maji ya limao tu, hakuna kula chakula, kwa sababu kitambi kimezidi na hauwezi kukubalika kwenye bowl. Na huku Agnes anajisikia vibaya kwa sababu mwili wa babake bado haujazikwa, umewekwa tu ndani. Yaani kama umpelekwa mochwari, hapana, umewekwa ndani, haujazikwa. Na huyu mama anatumia hela zote kwa ajili ya kumpambania mwenzake, kumrekebisha pua, kumrekebisha kitambi ili aweze kushinda The Ball. Huku mwili wa babake unaoza ndani. Na anamwambia mama, mbona babangu hamumshughulikia? Anamwambia hapana, subiri tumalize mambo ya msingi kwanza. Babako tutamzika hata kama ni miaka 10 ijayo. Baadaye Elvira anaenda kuangalia jina lake na anakuta amechaguliwa. Na anagundua kwamba mama yake alimhonga huyu mwalimu wao ili amchague mwanae, kwa sababu hapa kwenye haya mashindano usipofanya vizuri kwenye mafunzo unatolewa. Wanabaki ambao wanaweza kufanya vizuri. Na kama tunavyoona Elvira alikuwa anashindwa sana. Kila anachoambiwa afanye alikuwa anashindwa kufanya. Hivyo mama yake alimhonga huyu mwalimu ili ampitishe aweze kufika hiyo siku. Na baadaye Elvira anaenda kujaribisha nguo, lakini nguo inakuwa haimtoshi kwa sababu ya kitambi. Kitambi kinamfelisha. Na huyu fundi anaitwa Madam Sophie. Anamwambia usijali, usikate tamaa. Nitakupa kitu, kitumia hicho kitu, utapungua, mwenyewe hutaamini, utakuwa na umbo namba 8. Basi anakubali na Madam Sophie anampatia zawadi ya yai la mnyoo, wale minyoo wale, yai sasa la mnyoo. Na akamwambia akimeza hilo yai anaweza kula chakula chochote na bado asinenepe wala asiwe na kitambi. Maana yake hao minyoo watakaozaliwa humo ndani ya tumbo lake watakuwa nakula hivyo vyakula, yeye atabaki na mwili mdogo. Lakini dada yake huyu anaitwa Alma alimshauri, akamwambia usimeze, hii sio nzuri kwa afya yako. Lakini Elvira kwa sababu alikuwa anamtaka mfalme kwa hamu zote, hakumsikiliza na akameza hilo yai. Lakini huku akiwa msituni anamuona mwanamfalme, yani Prince, na anamwangalia anasema jamani, huyu ndo mume wangu, yani sitaki kuamini. Akaanza kuvusha pale ndoto zake za mchana kama kawaida, na anaamua kurudi nyumbani baadaye. Akiwa rudi nyumbani anamfumania Agnes, mtoto wa babake wa kambo, akiwa na kijana wao wa kazi ambaye anasimamia mifugo yao. Na alivyoona hivyo akaenda akamwambia mama yake kwamba mama, Isaac, huyu kijana anaitwa Isaac, akamwambia mama, Isaac pamoja na Agnes
wana mahusiano. Mamake alikasirika sana na akamfukuza Isaac pale nyumbani na akamwambia, sasa Agnes, kwa sababu umefanya huu ujinga, wewe ndio utakuwa unasimamia hii mifugo. Basi Elvira baada ya kumeza ile yai la mnyoo akaanza kuwa na kashepu kazuri, yani hata ale chakula gani kitambia kioti wala shepu haibadiliki, shepu imenyooka, yani ukimwona huwezi kumdhania kama ni ule Elvira ambaye ulimwona mwanzoni. Na hapa ni miezi 3 imepita, mamake anamwangalia usoni anamwambia, sasa mwanangu, hapo ushanyooka, pua imenyooka, kashepu kamekuja, mashavu tumeshaondoa, kilichobakia hapa ni macho. Na anampeleka kwa yule daktari. Daktari anamwambia, sasa wewe inabidi tukushonee kope kwenye ngozi yako kabisa ili zionekane kama za kwako. Daktari anamweka pale, wanamfunga mkanda kichwani na anachukua uzi na sindano, anaanza kushona kope kwenye macho yake bila kumdunga sindano ya nusu kaputi wala kumzimisha. Yani anachoma, unasikia maumivu hapo hapo, yani kope inaingia, unaisikia sindano imeingia jichoni hapo, sindano imetoka, kope imeingia kope imenata. Ni uchungu jamani. Siku ambayo ameisubiri kwa muda mrefu inafika. Siku iliyompa Elvira heka za kutosha inafika. Na kwenye sherehe mwanamfalme anaagiza wanawake wote waje pale mbele ili aweze kuchagua mwanamke wa kucheza naye. Na anamwona Elvira ndo anakamuonekano kazuri na ndo mrembo kuliko wote. Hivyo anamchagua Elvira na kuanza kucheza naye. Lakini ghafla anakatishwa na Agnes ambaye amefika kwa siri akiwa amevaa mavazi mazuri na amejifunika uso. Agnes, tukumbuke, ni mtoto wa kambo wa mamake na Elvira na alikatazwa kuja. Kwa hiyo akawa amefika amejifunika, hakuna aliyemjua. Na huyu mwanamfalme anaitwa Julian anamwachia Elvira na kuanza kucheza na Agnes. Elvira anajisikia vibaya sana, anatoka nje na anaenda kutapika mayai ya minyoo mengi, yani kumbe ile yai lilizaliana mayai mengi tumboni, na anaanza kuona mara funza zinatoka mdomoni, maminyoo yanatoka. Na hapo ni saa 6 usiku inafika. Agnes anatoroka na kuacha kiatu chake kimoja ambacho mfalme anakichukua na anasema tutakitumia kumpata huyo mwanamke, kwa kuwa yeye ndo ameshamchagua, huyo ndo atakuwa mke wake, yaani Agnes. Pamoja na hekaheka zote alizozifanya Elvira, lakini mfalme hakumchagua. Yani kama sio yako ndugu yangu. Basi mfalme akawa ameagiza kwamba kile kiatu kikapimishwe kwa wanawake wote, mabinti wadogo wadogo wa hapo kwenye huo mji, ambaye kitamtosha kitakuwa ni cha kwake na ndo atakuwa mke wake ambaye alicheza naye ule usiku. Wanafika nyumbani kwa kina Elvira na Elvira anajaribu kuvaa kile kiatu lakini hakikumtosha. Kwa kukata tamaa anachukua kisu na kukata vidole vya miguu yake ili kiatu kitoshe. Na mama yake anamsaidia na kumkata vidole vya mguu mwingine. Kwa miguu yote miwili inakatwa vidole lakini bado kiatu hakikumtosha. Asubuhi inayofuata wanakuja tena pale pale na wanajaribu kumvalisha kile kiatu Agnes na kinamtosha kikamilifu. Kisha wanamchukua na kuwa anaondoka kwenda kufunga ndoa na mwana mfalme, yani prince. Pamoja na hekaheka zote, Elvira hakufanikiwa kumpata mwanamfalme, yani prince. Akabaki na matatizo mengi mno. Akawa anatapika minyoo inamtoka, huku chini vidole vimekatika, lakini dada yake Alma akamsaidia kumtafutia dawa ya kutoa ile minyoo, akamsaidia pia, na wakaiba vitu vya mama yao vya thamani, wakatoroka, wakahama mji pamoja na mdogo wake, wakamwacha mama yao. Asante kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho my love. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata movies nyingine, recap nyingine kama hizi. Bye.